game ilikuwaje? Watu wanalalamika pira Gimbi, pira Makande. Unajua kwanza niwaambie tu sasa hivi mambo yashabadilika. Wachambuzi wamekuwa washabiki, washabiki wamekuwa wachambuzi. Kwa mambo ni mvurugano. Yaani ukimsikiza mchambuzi unamwona kama shabiki. Sio, unaelewa? Ukimsikiza shabiki unamwona kama mchambuzi. Lakini kiukweli Romain Folz ni kocha wa miaka ya mbele. Sasa unajua wananchi ni wageni wa haya mashindano. Na ndio maana walikuwa wanatolewa hatua za awali tu. Kwa sababu walikuwa hawaendi kucheza kiminu. Sasa huyu kocha akaja akawaonyesha kwamba klabu bingwa inachezwaje. Home and away, magoli 5, clean sheet, alama zake za kwenda hatua inayofuata kibindoni katembea. Ana mambo mengi. Lakini mpira wanasema sio Yanga hii ambayo imezoeleka miaka yote. Yaani niambie Yanga iliyozoeleka imeleta kombe la Afrika hapa Tanzania. Klabu bingwa always inachezwa hivi. Nakupa mfano. Simba mwaka jana tumecheza vibaya tumeenda kucheza finali. Sasa kikubwa ni kipi? Ucheze vibaya upate matokeo au ucheze vizuri upate matokeo? Yanga anacheza vizuri, sema watu wanampangia kocha kikosi. Kocha ana apply mfumo kutokana na wapinzani wanavyokuja. Rotation ya Yanga kwenye kikosi hivi ina faida yoyote? Ina faida kwa sababu Yanga always. Mimi Yanga nilizoea inashinda magoli kipindi cha pili. Yaani Yanga toka misimu minne iliyopita. Kipindi cha kwanza na kuchosha, kipindi cha pili kutilia watu wa kufunga. Unaona kiasi gani mwalimu ameingia mule kwenye mfumo wa Yanga. Zile goli 7 goli 8 kwenye second preliminary round. Vilabu vinabadilika, sio kila mwaka utakutana na Zolan. Hapa ndio tunaambiwa ni wa Brazilia. Wa Brazil kibao aliete. Kwa kitendo cha Yanga home and away kutengeneza goli 5 ni heshima. Ukiangalia Aziz Ndambwile nyote nawaka kila siku. Aziz Ndambwile kikweli ni kipaji ambacho kilikuwa kinapotea gizani. Huyu kocha akaona kipaji cha Aziz Ndambwile kakifufua na Ndambwile amekuwa msaada. Tangu alivyoingia kwenye mechi ya Tabora watu tulimkatia tamaa na mimi nikiwemo wa kwanza. Kuja kafua kipaji amekuwa ni mtu mwenye msaada sana kwa timu ya Yanga. Mimi kikweli kama Mtanzania nawapongeza kwa kazi nzuri wanaoifanya. Young Africans siku moja tafikisha nchi ya ahadi. Asiyefaa kafaa. Andy Boba Boyeli kwanza ni striker wa namna gani? Ameingia na mabadiliko yameonekana. Yaani Andy Boyeli ni aina ya forward ambaye naamini Yanga walikuwa wanamhitaji. Na kiukweli Andy Boyeli anaenda kuchukua nafasi ya Dube 100%. Kwa nini? Kwa sababu Dube ameendeleza alivyokifanya mwaka jana, anakifanya mwaka huu. Sasa Yanga nadhani kwa inahitaji mchezaji mwingine mwenye ladha tofauti. Ndio maana wamempata Andy Boyeli, amekuja kuleta kitu kipya. Kiusomi zaidi, yule ni standing striker. Yanga walikuwa wanahitaji forward kama yule anayekaa kwenye maeneo, ana possessi, anatoa assist, anafunga. Andy Boyeli kikweli namuona ni kaliba ya Mali alivyokuwa anacheza. Sawa, ukimwangalia kuwasaidia Yanga kiasi gani kwa sababu yeye na Pacome wameonekana vile wanapata partnership nzuri sana. Ile ndio first 11 ya Yanga. Boyeli lazima asimame pale mbele. Sema kocha anachokifanya ni kwamba ratiba iko tight. Lazima apumzishe wachezaji kwa niaba ya mchezo ujao kwa sababu kocha anaisoma timu mwanzo mwisho. Afu anajua taianzishia hapa taimalizia pale. Na ndio maana unaona kabisa Boyeli leo hajaanza, kaingia dakika za jioni kaenda kusababisha goli. Baada ya Boyeli kuingia unaona kabisa mpira umbadilike. Na maana yule kocha anaweka kikosi cha kwanza, afu anaangalia mpinzani unakujaje, anafanya hesabu ya kuja kumaliza. Yanga hii sasa ya msimu huu unaiona ikifika mbali zaidi kwenye michuano ya kimataifa? Yaani kama itaendelea kucheza hivi, home and away goli 5. Brother, kama unaikosoa ni wewe una sababu zako. Kwa sababu angalia sisi ubaya ubwela, tumeshinda kule goli 1 hapa tayari moyo uko mkononi. Sio, unaelewa? Simba tuna uhakika wa kufuzu kwa sababu timu inavyoflow. Ndio maana mashabiki wa Simba wanapigaga simu hivi mchome. Hao mashabiki wa Yanga wana akili kweli? Nauliza kwa nini? Waambie ni timu yao inavyocheza, timu inavyoflow, matokeo wanayopata na bado wanalalamika. Sisi tunavyocheza lakini bado tunajipa imani. Sio, unanielewa? Kwa unakuja kugundua kwamba kiasi gani mashabiki wa Yanga inabidi watulize. Watulie, kocha wamepata bahati. Tena wasimtoe kwenye mfumo. Huu mfumo anaokuja nao huyu kocha wa mbele atawafikisha nchi yake. Mfumo umekubali. Mfumo umetiki brother. Mfumo wa kutiki ni kupata matokeo. Hizi ni mechi za klabu bingwa. Sio matamasha ya kuonesha show game, sio vidari mtu kamchukua kageuka, sio muda wake. Hizi ni mechi za klabu bingwa, atia magoli, chukua kama ni alama 3 ondoka nazo, kama ni mechi za kufuzu. Wewe ndio kocha mkubwa brother. Wanaosema kwamba Yanga waangalie kocha mwingine. Hao ni wachambuzi mashabiki. Sasa hivi mambo yamebadilika. Kuna wachambuzi mashabiki, afu kuna mashabiki wamekuwa wachambuzi. Kwa wanaojua mpira wanaushabikia, wanaoshabikia wamekuwa wanaojua. Kwa mambo yamekuwa mvurugano. Mimi nachowaambia kitu kimoja. Romain Folz ni kocha ambaye hana mbwembo. Hana mchezaji mkubwa, hana mchezaji mdogo.
Kila mtu ana haki ya kucheza kwa sababu amesajiliwa, na ukiangalia usajili wa Yanga unalipa, ni usajili bora kabisa, na ndio maana wanaopata nafasi wanaitumia vizuri hii. Sawa, ukiangalia amekuwa na utaratibu wa kuingiza vijana wadogo. Leo tumemwona Ofen Chikola na Edmund John. Kwa upande wa Chikola, performance wise umeiona? Always Chikola anacheza vizuri kwa sababu ametoka timu ndogo kuja timu kubwa, yaani kutoka Tabora kuja Yanga, na kiwango anachokionyesha amekomaa. Nadhani ni swala la muda, tuendelee kumpa nafasi zaidi ili aendelee kutengeneza match fitness. Ndio kocha anachokifanya. Kila mchezaji awe na match fitness. Itafikia moment kocha anahitaji kufanya sabu. Akiangalia pale kwenye benchi wamesheni wachezaji, ananyosha tu kidogo, anainuka yote na kuja kufanya vizuri. Ndio sababu za Yanga anazotaka kukifanya sasa hivi. Edmund John kama kawaida mwendelezo, winga hatari, winga machachari. Yaani ni winga ambaye akiingia tu upande wako kazi unaona, baada ya kuingia kutoka Maxi kuingia Edmund John, mpira umebadilika. Kwa sababu yani hawa wachezaji wana asili ya kuzoea kwamba huyu Max anacheza hivi. Ushaelewa? Nadhani hata makocha labda kuna kitu mashabiki hawajui. Hawa makocha wana asili ya kudownload video za mechi. Wanaangalia aina ya uchezaji kwamba huyu anachezaje, na ndio maana makocha wengi wanabadili mifumo. Ushaelewa? Leo wameanza Pacome, kesho utakutana kaanza Dumbia. Kwamba uliangalia mechi ya Pacome, umemkariri Pacome, amekuja Dumbia. Bado mechi kocha anashinda. Kwa hiyo mimi naomba washabiki wao watulivu, mpira mzuri unaonekana, magoli yanapatikana, kila mmoja anatoka na fly. Sasa mwaka huu tutegemea kombe la Afrika pengine. Uhakika, yani kama Yanga watamvumilia Romain Folz, kombe la Afrika linakuja, why not? Kwa sababu usajili anao. Kila mchezaji anaingia ni wa moto. Wewe una sababu gani kocha ya kujitetea kwamba umekosa ubingwa wa Afrika? Yaani utawaambia nini wananchi kwamba nimekosa ubingwa wa Afrika? Kwa sababu kuna mechi zingine inabidi wanaingia wote. Funga mkoba. Hizi ni hatua za raundi ya kwanza. Ndio maana unaona kocha anaanzisha huyu alisema bado timu inashinda. Lakini kuna moment utamwona Pacome ndani, utamwona Dumbia ndani, utamwona Duke, utamwona Mzize, utamwona Chikola, utamwona Ikua. Wote full nganga. Lakini hichi kipindi bado wachezaji wote wana hamu ya kuonyesha walichonacho. Kocha anachokifanya right kwa upande wangu. Edmund Folz ni aina ya kocha ambaye kila klabu Tanzania anatamani kuwa naye, kwa sababu ni kocha ambaye hana pressure. Anaamini katika maamuzi yake. Na katika mechi alizoanzisha, mechi aliyoruhusu goli zaidi ya mechi ya Rayon Sport, tena ile goli limeandikwa Ndambwile. Lakini nazungumza sana, nimekuwa mingi sana. Ndugu yangu, nimekwambia labda umechelewa. Sasa hivi wachambuzi wamekuwa mashabiki wamekuwa wachambuzi. Kila mmoja sasa hivi anajua mpira. Tunajua mpira, tunamwona kocha katika mwaka wa mbele, umeona kabisa huyo ana faida, kwa sababu kama kocha katika mechi 5 hajaruhusu kupoteza mchezo wote. Kila game anaoingia goli 2 3, goli 2 3.